Naam. Sasa narudi sasa kwa wale wenye vitabu, ndio maana nikatanguliza mwanzo kufanya sensa ya wana vitabu kwa hakiki. Sasa somo linalofuatia hapa ni kwa wenye vitabu tu. Wale ambao walikuwa hawana vitabu watafaidika tu. Haya, nakumbuka tulianza hadithi ya kwanza tukaja zetu mpaka hadithi nambari 9. Hii ya 10 hii tuiache, tukaja zetu mpaka hadithi ya nambari 9. Kwa hiyo nini kinachojiri sasa katika hizi hadithi 9? Wenye vitabu wa pay attention, watuliza akili vizuri. Nini kinachojiri katika hizi hadithi 9? Katika hizi hadithi 9 kuna maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo yote yamekuja katika ile command, yani fi'lul amr. Mengine yamekaririwa, lakini maneno hayo hayazidi 4, kwa maana sio 5 wala sio 6. Sasa ningependa sasa tuyahakiki hayo maneno ambayo yamekaririwa katika hadithi 9, yamerudiwa katika hadithi 9. Halafu tukisha kuyapata tutakuja kujua sasa nini kilichokusudiwa katika maneno hayo. Tunaanza na neno la kwanza, afu. Hadithi ya kwanza, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi Abdullah ibn Abbas, qussu shawarib wa afu, underline afu. Umeliona ile neno afu? Neno hili ni afu katika hadithi hizi 9 limekaririwa mara 7. Limekaririwa mara 7. Tupo hapo. Sasa nataka mwanafunzi ambaye alikuwa na akili kali sana aweze kugundua ni katika hadithi ipi na ipi, kwa sababu ziko hadithi 9 lakini limekaririwa mara 7. Kwa hivyo hebu jaribu kutumia akili yako kubwa kabisa. Katika hizi hadithi 9 mara 7 mnazipata wapi? Hadithi ya kwanza, hadithi ya pili, hadithi ya 3, au ziko wapi na wapi? Na hapa dakika 3. Naam, tamam, mmeziona haya. Kisha kuna neno la pili, wafiru. Neno wafiru, neno hili limekaririwa mara 2. Kwa sababu muda mdogo basi tutakwenda tu. Neno la 3 ni arkhu. Neno hili limesemwa mara 1 tu. Na neno la 4 ni aufu. Neno hili vile vile limesemwa, yani iko katika riwaya moja. Kwa hiyo ukiangalia kuna maneno afu, kuna neno arkhu, wafiru na aufu. Maneno haya 4 ambayo ni komandi hizi ndiyo yaliyojiri katika hizi hadithi 9. Ndiyo yaliyojiri katika hizi hadithi 9. Kwa hiyo wewe mwanafunzi, nafikiri ukirudi kabla hujalala utafanya mraja, utayapitia haya. Ni maneno 4: afu, wafiru, arkhu na aufu, katika hadithi zote 9. Sasa maneno haya yote yana maana gani? Utakumbuka katika darasa ambalo nilitoa mwanzo, tulitoa mukaddima, introduction, ambayo inazungumzia kuhusu masala ya wajibu wa kufuga ndevu. Lakini leo nitakariri tena ili upate kujua kwamba haya maneno 4 yana maana gani. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, amesema Imam an-Nawawi rahimahullah, hasala li hadha al-hadithi, imepatikaniwa katika hadithi hizi, kwa maana ziko kama zilizokuja na nyingine,
neno afu wa aufu wa arhu wa waffiru, maneno manne. Wa maanaha kullaha, na maneno yote haya maana yake ni hii. Sikiliza uzuri hapo sasa. Wa maanaha kullaha, maana yake ni hivi. Anasema Nawawi ni tarkuha ala haliha, ni kuziacha hizo ndevu kama zilivyo. Tarkuha ala haliha, ni kuziacha ndevu kama zilivyo. Hii ndiyo tafsiri ya wanazuoni kuhusu neno afu wa wafiru na arhu wa aufu, kwamba ni kuziacha ndevu. Ukisema kufuga, basi wewe utajua unajua Kiswahili chako, lakini ile terminology istilahati iliyokuja kisheria ina maana. Imam Nawawi anasema ni tarkuhu ala haliha. Hadha huwa adh-dhahiru min al-hadithi, hii ndiyo dhahiri za hadithi. Alladhi taktadhihi alfadhuhu wa huwa alladhi qalahu jama'atu min ashabina wa ghayrihim min al-ulama. Kwa hiyo namna gani ya hadithi zilivyo, matamshi yake, udhahiri wake, hivi ndivyo ilivyo, na kwamba ndivyo jama'atu min ashabina wa ghayruhum min al-ulama, wanazuoni mbalimbali wengi wamezungumza ya kwamba walmukhtaru, lililochaguliwa, kwa maana lililo sahihi katika suala la ndevu ni tarku lihya ala haliha, ni kuziacha ndevu kama zilivyo. Wa alla yata'arrada laha, wala ndevu zisiingiliwe. Ni nini? Bitaksiri shay'an asla, kwa kupunguza chochote hata kidogo, kuziachiliwe tu kama zilivyo. Hivi ndivyo tafsiri ya maneno hayo yote ambayo tumeyaona katika hadithi hiyo. Kwa hiyo ndio maana ikawa tunasisitiza kwamba suala la ndevu ukija katika terminology istilahati za kisheria, maana yake ni kuziachia, na sio kufuga. Kufuga hii Kiswahili unajua wewe, lakini kuziachia kama alivyosema Imamu Nawawi katika maelezo yake. Na si yeye tu, maulama wengi wamefasiri hivyo. Katika hali hiyo nafikiri haina haja ya kuyakariri, tulieleza katika darasa lililopita. Hata vile vile nimeona qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa amma i'fa'i al-lihya fa innahu yutrak. Anasema Ibn Taymiyyah kwamba i'fa'u al-lihya maana yake ni yutrak, kwamba ndevu zaachwa tu, wewe ziache tu, wala usije tena ukazifanyia trimming sio na hivi na hivi na hivi na hivi. Hivi ndivyo ambavyo tafsiri iliyokuwa maulama wengi wamepita katika masala ya kufuga, yani kwa maana kuziachia ndevu. Sasa hapa kuna kitu kimoja ambacho ingependa tu kama kulifanya darasa liwe na nyama, liwe na nyama. Kuna bwana mmoja Mombasa huko anaitwa Sheikh Saidi Mapiano. Kwa nini anaitwa Sheikh Saidi Mapiano? Kwa sababu ni mtu ambaye anapiga ile shekhe huyo ni maarufu huyu shekhe wa kikhurafi wa kisufu. Alifanya mnakasha na kijana mmoja anaitwa Muhammad Bacho, kwa hiyo anaitwa Saidi Mapiano. Sasa huyu Saidi Mapiano ningependa labda kidogo sisi na wao na kulazimisha kuwa hatutaki malada, hatutaki swafa, hatutaki na hao, tutaka aya na hadithi sahihi. Ndio pale hata watu wengine hapa jamaa zetu wakituambia lazima tuweke madevu, lazimishwa kuweka madevu, sikate ndevu kikata haramu. Kwa nini Mtume anasema afu al-liha? Leo tutaingia katika afu al-liha. Hii ni mazidi ya afa. tukirudi katika kanuni za kusoma kuna hamza wa hamzatul izan
Naam. Nafikiri mmepata kidogo baba kunde huyu bwana. Maneno yote haya, hadithi za mtume na kauli za maulama apinga. Sema suala la afu liha kilugha kisarfu manake nazilu, ziondoeni, zipunguzeni na sio mziachie. Hatukusudii kumfanya raddi huyu bwana, lakini tu ilikuwa nataka kutoa angalizo kwamba manhaji salaf ina taratibu zake namna gani ya watu kusoma, na ndio maana akasema Ibn Sirin, inna hadha ilmu dini fandhur amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, basi angalieni mnaichukua hii elimu kwa nani. Kwa hiyo mtu ajitahidi sana kuwa na walimu wake, mashekhe zake ni wale ambao wanafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Huyu bwana Saidi Mapiano yeye sijui anafuata ufahamu wa nani. Sisi hapa tumefuata ufahamu wa mtume, yani hadithi za mtume na masahaba na maimamu tuliona, Imamu Nawawi, Imamu nani, Imamu nao na wote wanazungumza kwamba afu bimaana kwamba ziachieni ndevu, fugeni. Saidi Mapiano anasema kwamba zikateni, mnatisha madevu. Nani nasaha zangu, sio kila shekhe unamuona katika mitandao wa kusikilizwa, sio kila shekhe. Watu wengine wanapata adhabu sana, hebu nimsikilize shekhe huyu, shekhe mzuri huyu, anachekesha, wengine ana nondo, lakini madamu hayuko katika manhaji salaf atakupoteza tu. Kwa hiyo hii sikusudia kufanya rududi, amsharadiwa huyu, ameradiwa na Sheikh Abdullah Humeidi, Abu Khawla mradi, lakini ilikuwa ni mahala pazuri ili tuweze kuwa broad minded na katika masala haya. Naam, tutasimamia hapa hadithi ya 9 na juma lijalo inshallah tutaondokea hadithi ya 10.